nitamkimbiza kama baisikeli hapo. Hata tutoke kwa masuala ya impeachment, nikupeleke kwa kuna siku ulisema rais na baadhi ya PSS kwenye serikali wanazunguka usiku hawalali wakitafuta mahali kuna shamba ya kugrab. Ukasema kuna mahali alafu pia ukaongelea ya kwamba kuna watu wakubwa kwenye serikali ambao wamenyakua shamba pale Ang'ata Barigoi. Sasa wewe ukisema rais anazunguka usiku yote alali, wewe una ushahidi gani? Na pia uzungumzie hiyo masuala ya umesikia yeye analalamika. Yeye kama si ukweli si analalamika. Yule analalamika ni Sudi na kunitusi. Wewe ni matako sana na shetani. Wewe tunakusaidia mtu mjinga, mtu bubu. Wewe ni mtu kasia. Wewe unataka kuambia usikie vizuri. Hautawahi kwa chochote kile. Na namba 2, utuletee mshamba zote hapa. Hata kundi moja spring na useme ni Sudi ulipa hii ama uja malipa hii ama kula ulipa hii. Wewe ni mtu mlufi. Na wacha kwambia wewe ni. Unajisikia roho tena. Kuna mtu kutosha. Lazima hiyo ni Sudi. Hiyo ni Sudi anamtumia. Wacha nikwambie kuna watu lakini sasa mimi nasikia. Sasa wewe ni kiongozi. Sasa ningetaka mjue kwa dakika moja. Mzuri mjue. Wasikizaji wajue. Wale viongozi wanatembea na William Ruto ndio hawa. Unasikia ile ngo wanatumia? Mheshimiwa Faruku anatumana anatukana Uhuru Kenyatta. Sudi anatukana mimi. Majina ambaye hatakikani itoke kwa mdomo ya kiongozi. Mheshimiwa zungumzie kwa sababu hawako hapa kujitetea. Lakini mliniuliza shida iko wapi? Mheshimiwa. Mliniuliza shida iko wapi? Mheshimiwa. Nikamwambia rais. Najua kuna sema ukiwa kwa shimo. Kitu ya kwanza unafanya unawaza kuchimba zaidi ndio ujue vile utatoka. Sasa hii mazungumzo kama hii. Mheshimiwa Regadi, are you bitter? I'm not bitter. Why I'm laughing with you? Are you bitter? Are you fallout yako na president? I'm not bitter. Why are you bitter with him? Is it personal? No, there's nothing personal. Because kuna incidences mawili. Ya kwanza ni umecheza this audio, which we apologize on behalf of these people because kwetu sisi that is unprofessional. Ya pili, you said that kama basi State House inafunguliwa watu kuja wakule pesa, basi wa Kalenjin pia wakuje wakule. How does two wrongs make a right? Because unafaa ku come out as a better option kwa sababu umekosoa rais. Now mbali na kukosoa yale mambo rais hajafanya, wa Kalenjin wanataka kusikiza Rigathi Gachagua kama suluhisho ya shida zao. Umesema tangu utoke kwa ofisi ya kwamba hajafanya hii, amefanya hii. That political betrayal. Na it comes out like bado una maumivu na machungu ndani ya moyo wako. Wasikilizaji wetu leo wanataka kukuona kama kiongozi bora ambaye differences zako na president has come out loud, but it is coming out loud that you're still bitter. Now, why would my Kalenjin listeners wa Chamge FM trust you? Why are you deciding for me that I'm bitter? You cannot decide for me. I have not said I'm bitter. You have no capacity to determine whether I'm bitter or not. I'm saying yes. Kenyans are very bitter people because they were conned and deceived. Waliambiwa watawekwa pesa kwa mfuko. Instead ya kuwekwa zile kidogo ilikuwa imetolewa through taxation. Kenyans are bitter people. Jana wafanyabiashara pale Githurai, when President Ruto was announced a winner, 200,000 people walienda hapo wakachinja buzi wakafanya chakula kwa rami wakisherekea. Jana wametumiwa mabuldoza imewahangaisha. They are bitter people. It's not me who is bitter. It's the Kenyan people who are very bitter. Wale ambaye wakienda hospitali SHA haifanyi kazi na zamani ilikuwa NHIF inafanya kazi, they are bitter. Wale ambaye wako na watoto wao walikuwa wanasomeshwa wakati ya Kibaki, wakati ya Uhuru wanapata free primary education, leo wako nyumbani. They are bitter people. Now let's say the president has failed. Now why would he choose you? Tuseme yeye amefail, hajafanya haya yote umesema. Why would you be a better option? But madam, if you have been listening to me, nimesema nikiwa president what I'll do. I can repeat if you did not hear. Nimesema mambo ya kuteka watoto nyara na kuwapiga risasi mguu haitafanyika kwa serikali ya Rigiji. Mambo ya free primary education nitalegesha. Mambo ya Linda Mama nitalegesha. Mambo ya dignity ya payslip nitaangalia vile tutapunguza ile pesa watu wanakatwa ndio waweze kupata purchasing power.
watu watakubaliwa kufanya biashara bila kusumbuliwa. Mambo ya demolitions and evictions at night kama ile imefanyika Githurai ama ile inafanyika Dandora, watu wanahangaishwa, wamama, watoto, hiyo maneno haitafanyika. Serikali ya Rigiji